mechi yako ya kwanza ukiwa na jezi ya Young Africans? Mimi nikafunga hat-trick. Mimi sijakushuhudia, napata tu story kutoka kwa wazee wetu. Wewe umetoka mkoa gani? Katikati hapo uliona mkoa wote ule ambao unaweza ukacheza mpaka wakakuita mwizi. Kulikuwa kuna vitu fulani walikuwa vitumia kwenye vyumba, sisi tulikuwa tuelewe. Pia hali ilikuwaje? Tukaambiwa tuwabebe. Kwa ilikuwa ngumu sana kuonekana. Tunaogopa sana watu wa Simba, viongozi wa Simba hata kupita katika mitaa yao. Wakao sisi hatutaki hela sisi tunazo. Basi sasa coach, tungetamani kujua kwenye familia labda una watoto wangapi? Katika watoto wako labda kuna yoyote ambaye kafuata nyendo zako? Wako wawili ambayo ni kwa beti. Na katika hao wawili nilijaribu, mmoja mvulana mkubwa anaitwa Raymond na mwingine Sandra, ana msichana anafanya kazi Stanbic hapo mjini. Kwa hiyo yeye ni mdogo na katika hao huyo mdogo yeye anakuwa anapenda sana swimming. Wakati alisoma primary, alisoma Zimbabwe. Anaweza sana swimming. Yule mkubwa ambaye nilikuwa nampeleka kwenye football lakini hakuwa na interest. Alikuwa anacheza basketball, na hapo tuliweka goli moja la basketball lilikaa sehemu ile tulipokuwa tumekaa sisi. Kwa hiyo kiwanja kinakisha mpaka mwisho wa ukuta pale, ndio anakuwa anacheza na koti moja tu ile. Goli moja liko hapo. Na ile goli bahati mbaya lishaligwa na mchwa, nini chuma nimelishalitoa. Kwa hiyo ningekuonesheni jinsi ambavyo goli lilikuwa limetengenezwa, na alikuwa goli. Anapenda basket mpaka sasa hivi, anapenda sana basketball sana. Lakini kwenye football sana, kwenye ushabiki wa television, lakini sio kwamba labda amecheza. Kwa sasa hii ndio inakuja kurejea kwenye kauli yako ya kwanza kule, unakumbuka wakati tunaanza story yetu? Ulisema kwamba wewe mpira hakuwa kwa mjomba, hakuwa kwa nani, yani wewe tu imekutokea. Na ndio maana imeshindikana pia hata kwa wewe. Labda uenda mbeleni huko kaka yetu, labda watoto nao wakafuata nyayo za babu. Na msichana yani yeye football is not kabisa, yani hata kushabikia. Unajua anaweza kakaa anakuja naangalia, mechi gani mnaangalia? Tunaangalia Simba na Yanga. Anauliza Simba ndio rangi gani na Yanga ndio? Ikisha Taifa Stars, sasa timu gani? Hii Taifa Stars, rangi ndio hao. Yaani yuko hivyo. Na kama unaongea naye hapo unamweleza kabisa hiki na hii na ile, lakini baadaye yanaishia pale pale. Lakini yeye swimming ndio hobby yake, na of course reading, anapenda kusoma vitabu. Sawa coach, sasa ningetamani mimi na mtazamaji wangu tujue heka za Yanga, heka za huku zilikupelekea timu ya taifa. Ilikuwaje kwanza ukapata ile call ya kwanza ya timu ya taifa, na kwa namna ambavyo umehudumu kwa kipindi chako chote kwenye timu ya taifa? Timu ya taifa kwa mara ya kwanza niliitwa mwaka 1980. Wakati wanatoka kwenye mashindano ya AFCON yale waliochezea Nigeria. Yale ya kwanza kabisa kushiriki sisi. Nadhani tulishiriki baada ya kutoa Zambia. Walivyokwenda mimi sikwenda. Sikuwepo, na watu wengi wanakuwa confused, wanafikiri hata call au kuitwa. Hata kwenye call sikuitwa. Lakini walivyorudi sasa, kuna mashindano yakaanza ya World Cup. Alafu ya kuwepo na ya Sekafa, wakati ile Sekafa kwa nchi ya Sudan. Tulicheza mwezi wa 6. Kwa hiyo mwezi wa 5 mimi nikaitwa sasa kwenye national team. Ndio nikaingia. Tukafanya mazoezi, tukaenda Sudan, sikupata match time. Kwa hiyo tukaenda, baada ya kutoka Sudan pale tulikaa kama karibu ni wiki 3. Tukaenda kucheza na Nigeria sasa kule mechi ya World Cup qualifying. Sasa kufika kule tunacheza na ile timu ya taifa ambayo wameshtoka kuchukua kombe la AFCON. Ndio tumecheza nao wale kina Tunjibanjo, kina Onigbe Indes, kina nani wengi tu nao. Sasa mimi nilikuwa nimepangwa kwa mara ya kwanza na national team kwenye uwanja wa Surulere. Umeona, na bahati mbaya ilikuwa kwamba mechi za Sudan mimi sikucheza hata kuingia sijaingia. Lakini siku tunacheza, tunafika pale tunafanya mazoezi kwanza na Nigeria, tunajua Mungu amewapa mwili. Kwa ametuona sasa kusema 5 goals. Tunaenda kufanya mazoezi kuzoea yale ya uwanja pale, 5 goals. Umeona? Na basi sasa sikio nimekaa mimi sina hili na hili, najua na kila mwalimu anakuwa na approach yake jinsi ya kuandaa timu. Sahi. Umeona? Sasa hatukuandaliwa kujua kwamba mimi
yani nitaanza kesho, haikuwepo. Yani unastukia tu kwenye asubuhi pale, haya chazi namba 8 8 kitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nikaja kushtukizwa bana, sasa unaanza leo. Sasa nikawa nafikiria hawa Nigeria kule mimi nitawakamata. Hapo sasa Nigeria wametoka kupewa 504. Kila mchezaji kapewa 504. Kila mchezaji kapewa kiwanja huko na nini. Kwa hiyo pale nje sasa wakati wanatoka mazoezini zimejaa 504 mpya. Hamasa ni kubwa. Wako wamekaa sasa kwenye sulele pale. 504 wamepaki huko different colors yani. Kila mtu ana rangi yake. Tumana ndio unaona mpira wao zetu wamepata hizo gari. Lakini sasa cha World Cup qualifying. Basi tumecheza pale. Mimi nikapangwa namba 8. Sasa yani toka nimeambiwa kucheza namba 8 asubuhi baada ya chai. Yani tumbo limejaa yani mpaka jioni. Hofu na wasiwasi. Ukiangalia watu unachana watu ambao wanataka kucheza. Alafu wakati ule nakumbuka Nigeria walikuwa na wachezaji wawili professional. Mmoja tena nakumbuka mpaka leo tulikuwa tunacheza naye katikati pale. Alikuwa anaitwa Tunji Banjo, walikuwa wanacheza Uingereza, ligi ya Uingereza professional. Walikuwa wako kama wawili hivi. Lakini katikati pale kulikuwa kuna mchezaji mmoja Muda Lawal, kama mnakumbuka, hata Google mtamuona. Alikuwa anacheza namba 8, ndio best players in Africa yani. Ndio mimi nacheza nao pale. Mimi niko na Adolfu na Juma Mkambi na Adolfu katikati pale midfield watatu. Ndio tulikuwa tunapambana. Hasa tumecheza dakika zinakwenda mpaka mpira umeisha bila 90 zimekatika pale bila bwana. Kumbe na mimi sasa na wamudu naweza. Tukacheza mechi, tukapanda ndege, tukarudi Bongo. Hata kufika huku tukakuta mechi na finali ya Pan Africa na Yanga. Ilikuwa kuna finali siko megani kwa michezo sasa finali. Kwa sisi tumefika saa 9. Mechi saa 10:30. Kwa tumekuta viongozi wa Yanga wanasubiri pale airport. Tumetoka airport. Tutakwenda nyumbani, tunaacha tu mizigo, tunachukua viatu vya mpira Shirgard, tutakwenda uwanjani. Umeona? Sasa kufika tu pale kiwanjani, watu kuona taxi zile tunashuka sisi sasa tumetoka Nigeria. Watu wakaanza uwanja mzima. Gari yani kama mechi ishamaliza pale. Umeona? Wakati sasa nani Marem Jela na Tenga walikuwa wanachezea Pan Africa. Kwa hiyo wako kule. Na ndio Tenga kaumia goti mechi ile. Mechi na marudiano na Nigeria hakucheza. Na of course timu ikabadilika na mimi nikawa nimeingia pale. Unaona, lakini siku nikaingia kama fullback, sikuingia kama mchezaji nani. Wakaja kufunga hapo goli 2. Lakini nyumbani sasa unajua tena mara kaja huyu sisi hamasa nyingi, mara mnakaa time inaenda wachaga upumziki. Matokeo yake tukapoteza mechi nyumbani. Kwa hiyo tukatoka kwenye raundi ya awali ya World Cup, Nigeria wakaendelea mbele. Sawa, baada ya kusikia safari ya coach kwenye timu ya taifa, tumeona aliweza kuhimili mikiki ya watu ambao walikuwa wanacheza England huko. Lakini dakika 90 ambazo zilifanyika kule Nigeria, ngoma ililala bila hamna goli. Coach, baada sasa ya kumalizana na hekaika za kuwa kama mchezaji, kuna sehemu nimesoma naambiwa wewe ni miongoni mwa wazawa wachache ambao mlipata nafasi ya kwenda kusoma ukochi mapema sana nje ya nchi, Brazil nadhani. Sikumbuki ilikuwa mwaka gani, lakini ulienda Brazil. Niko sahihi? Uko sahihi kwa sababu kwenda Brazil ilikuwa ni shukurani kwa wafadhili wakati ule, alikuwa marehemu Gulamali na Mohamed Fadha Virani. Wao kwa sababu waliona kazi kubwa nilifanya kwenye Yanga pale, na wao ndio walikuwa wadhamini. Wakasema kwamba hawana cha kunipa isipokuwa kunielimisha, kunipa college. Kwa hiyo mimi wakati niko ya Tanzania nikawa nikaenda kusoma business college. Nikapata diploma ya uhasibu pale, na bahati nzuri katika mtihani wa mwisho wa kumaliza second year, kwa sababu tusoma miaka miwili, mimi nilikuwa best student wa taxation. Yani kama ingekuwa ndo sasa hivi pengine ungepata ajira moja kwa moja TRA. Unaona? Kwa hiyo nikapata hiyo. Sasa wakati nasoma, wakati napata hiyo nafasi, sasa Yanga ilikuwa ina kocha marehemu Sila Said Mzirai. Sasa mimi niko business college. Sasa tulikuwa tuna mechi Yanga na Simba. Kwa hiyo Yanga anaenda kuweka kambi Zanzibar, uwanjani hoteli pale. Kwa hiyo sasa mimi
niko business college, siwezi kuondoka hapa niache shule. Kwa sasa wale wafadhili wale walikuwa wananiletea gari shuleni business college pale hapa UWT pale. Saa 7:30 tukimaliza masomo mimi siendi kula pale. Naingia kwenye gari, nachukua vifaa vyangu na kwenda airport. Nachukua ndege charter flight zile za nani zile express zile. Na kwenda kutua Zanzibar. Natua pale dakika 10-15 kitu kama hivi. Tua pale nakuta gari pale na nipeleka Bwawani hoteli. Kwa hiyo wakati nachukua madaftari yangu kama na homework na nini nabeba kabisa. Na kwenda kule nasaidiana na mzee kufundisha timu. Sasa mimi walikuwa na mimi sana kwenye kufundisha physical, mzee alikuwa anaifanya, mimi nipo katika technicalities na tactical ways. Kwa hiyo nikawa najaribu kufundisha pale na nini. Umeona? Nikimaliza masomo, nikimaliza mazoezi narudi tena hoteli, walinipangia chumba Bwawani hoteli pale. Kwa hiyo niko Bwawani, namaliza assignment zangu, nasoma tena vitu vingine. Asubuhi ndege inapeleka magazeti kule. Inaporudi sasa na mimi nakuja nayo ile. Saa 12:30 niko airport kule. Kwa naingia kwa ile ndege narudi Dar es Salaam. Saa 1 niko airport terminal 1 kule. Na naikuta gari na nipeleka business college. Saa 1:30 niko pale. Saa 2 niko Dar es Salaam. Yaani wiki nzima. Umeona? Sasa wale waliona kwamba mimi yani nimefanya kazi kubwa sana, yani kuacha shule, college na nini. Sasa wao shukrani yao wakaniambia bwana tutakupeleka Brazil kusoma. Kwa mimi nikaanza sasa kutafuta zile connections za Brazil. Kufanya connection za Brazil nikazipata, nikafanya connection, wakatupa gharama za kulipa na nini. Kwa wakaniambia mimi nitafute nauli. Sasa by the time, kwa sababu nilikuwa mfanyakazi wa shirika la ndege, tulikuwa na access ya kuomba tiketi za ndege kutoka other airlines as long as ni IATA members. Kwa hiyo tukaomba ndege British Airways. Na by then tulikuwa na Tanzania ilikuwa nasafiri mpaka London. Kwa hiyo nikaondoka na shirika la ndege ya Tanzania mpaka London. Fika London pale nikachukua tiketi ya British Airways kutoka London ndo nikaenda Rio de Janeiro. Kwa hiyo nikasoma mwezi mzima pale, nikamaliza. Wakati sasa huku nimeondoka namaliza mtihani. Yaani namaliza mtihani wa CBE pale, mimi sijui matokeo, nimeondoka. Sasa wakati tuko kule tunafanya graduation kule, ndio sasa majibu yakawa nakuja. Sasa wakati ule communication hakuna WhatsApp, hakuna nini. Kwa hiyo akatuma text tu, fax kama fax. Kwa bana katika ule mtihani uliokuwa umefanya business college umefaulu. Sasa yule mwalimu pale chuo cha Brazil akanipongeza pale kwamba wewe ulipotoka ulikuwa college, kabla ndio. Congratulations, you got the certificate na umekuwa best student kule. Basi kwa nikashukuru Mungu, nikarudi ndo ya kwanza. Lakini kuna nyingine nilipata tena ya hivyo. Nilikuwa na kocha mmoja nilikuwa nafanya naye Yanga pale. Aliniconnect tena nikaenda kusoma Henef German. Nikapata sponsorship nikaenda kusoma Ujerumani. Tiketi za ndege of course nilikuwa natoka ofisini. Nikamaliza nikasoma German football, nikarudi. Basi kaendelea ndo nikaaminika sasa kuwa kocha mkubwa. Sawa. Lakini zote nimesoma mpira wa Kibrazili, nimesoma mpira wa Kijerumani. Sawa. Miongoni mwa matukio ambayo pengine huwezi kuyasahau ni pamoja na kushinda kombe la ligi kuu ya Tanzania ukiwa na Tanzania Prison. Ukiwa kama mwalimu. Si ndio? Feeling yako ilikuwaje hiyo mwalimu? Kwanza ilikuwa wale siku zote ninasema kwamba adui yako muombe njaa. Sahihi. Sasa Yanga walikuwa kama kuna kamgogoro fulani hivi Yanga pale. Sasa wakiwa na mgogoro wanakuwa hawana ile concentration na hawana unit ya pamoja kuweza kutengeneza jambo lao. Kwa hiyo yani wako mbele ndani akiwa anaombea wafungwe. Na kweli tukacheza na Yanga sisi tukafunga 3-2. Tukafunga 3-2 na ndio mechi kwa muhimu sana. Tukafunga 3-2. Tukapata ubingwa. Sasa siku tumepata ubingwa, kusema kweli ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa sababu Prison hawajawahi kufika katika hiyo hatua. Ndio tumekuwa mabingwa, tunakwenda kucheza mashindano ya Afrika. Ni wageni, hawaelewi chochote. Kwa hiyo tukapata hiyo nafasi. Unaona, na nilikuwa naheshimika na viongozi wa magereza pale, wananipa heshima kubwa tu, yani unakuwa treated vizuri, yani una shida ukienda pale wakati mwingine hata unauli hapa na mboga unajua tena kule kuna kilimo vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukana uhusiano mzuri sana. Kuna kamanda mmoja alikuwa anaitwa Mwaijande. Aliweka jina kubwa sana, yeye ndio alikuwa msimamizi wa michezo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mmoja na roho safi sana. Na labda tu wakati ule ilikuwa shida, kulikuwa kuna upande wakati kwa Prison kulikuwa kuna
yani kutokufahamu, walikuwa waelewi vizuri. Kulikuwa kuna vita vya Msumbiji, Renamo wale ndio wanaleta vurugu na kile chama cha Msumbiji Frelimo. Sasa kuna yani vita kabisa kutokea huko Beira huko. Sasa nilikuwa nasikia tetesi pale tukiwa kwamba timu inataka ichukulie Scandinavia basi lipelekwe Maputo kwenye mechi ya Beira au Maputo ndio tucheza mechi. Beira Maputo. Sasa tule Maputo. Sasa nasikia viongozi wanaongea pale. Sasa mimi nikaingilia kati, nikasema viongozi kwenda Msumbiji na basi riski. Kwa sababu tukikutana na Renamo njiani hawachi mtu, kwa sababu wao Tanzania wanaenda kusaidia wanasaidia vita. Vita. Basi wala kaona kweli bwana, wakabadilisha ndio wakatafuta tiketi za ndege. Lakini kwa tunao basi za Scandinavia, wakati Scandinavia basi makubwa yale maskani yale yalikuwa vizuri tu, kwa hiyo wakabadilisha. Kwa hiyo tuka change tukaenda kwa ndege tukarudi kwa ndege. Sawa, mwaka 2000, miaka ya 2000 hapa ulipata nafasi ya kuwa kwenye benchi la timu ya taifa. Si ndivyo? Experience yako ilikuwaje? Umeitumikia timu ya taifa kama mchezaji na sasa unaenda kuwa sehemu ya benchi la ufundi. By then mimi nilikuwa kocha wa Yanga. Na wakati nipo Yanga Taifa Stars walikuwa wanacheza na Uganda. Na hiyo mechi nakumbuka ilichezwa Zanzibar. Sasa mimi kama nilikuwa kocha wa Yanga nikawaomba viongozi wakati mzee Malinzi kwamba twende tukaangalie mechi ya Taifa Stars wanacheza Zanzibar ili tuone kama tunaweza kupata mchezaji kutoka Zanzibar au yoyote yule tukamwona tuminclude kwenye registration. Wakakubali, mechi ya Tanzania na Uganda inafanyika, sisi tukaenda Zanzibar. Kwa tulikwenda Zanzibar. Sasa bahati mbaya Taifa Stars akafungwa 3-1. Na kocha mmoja alikuwa mwembamba mrefu hivi anaitwa ni kama Mportugizi yule. Anaitwa jina lake limenitoka kidogo. Alitokea Msumbiji, kaja hapa kufundisha, akatimuliwa. Kwa hiyo wakamwambia Malinzi, bwana tunataka Mkwasa aende kutushikia ile mechi ya marudiano. Umeona? Na Uganda, kwa sababu mechi ya kwanza ilikuwa tumeanzia Zanzibar, mechi ya pili baada ya wiki moja tunaenda kucheza Uganda. Basi. Kwa hiyo mimi nikamwambia baada ya kunipa taarifa nikamwambia okay, basi waambie waleteni barua. Wale Fati wakati ule akaandikia barua ya Yanga kwamba tunaomba kutumia kocha wenu atusaidie huko. Basi mimi wakanipa ridhaa ile, nikatoka pale ndo nikaingia kufundisha. Sasa walinipa kama ile mechi ya marudiano. Yaani ile mechi kwa ajili ya marudiano mimi ndo nilikuwa nafikiria. Hata tumekuna Uganda kule ndo mechi ambayo nilimpendekeza Kaseke. Ndio mechi yake ya kwanza kimataifa anacheza na alicheza vizuri sana mpaka akawa mchezaji bora pale. Nikamchukua Kaseke, kutoka kina Boko na wengine wengi. Basi tukacheza, tukaanza kuwafunga Uganda goli moja. Uganda goli moja, acha hangaika. Ukaja ukasawazisha. Sasa karibu na mwisho Boko alikuwa anakwenda kuanzia katikati pale, anakwenda sasa kwenda kufunga goli la pili. Wakapiga filimbi washabiki upande kule. Sasa yani wako ataja fika nusu ya 3/4 pale. Akasimama akawacha mpira. Sasa kadhani offside. Watu wanashangaa. Vipi? Kumbe filimbi imepigwa nje yeye kasimama. Basi wakaja kaucheza, lakini kwa tunafunga goli la pili. Kwa hiyo tulitoka nao moja, wao ndio walirudisha tena wakati mgumu sana. Kwa hiyo tuliporudi hapa ndio akaniambia bana wasio tutaendelea mechi mitatu tu kuangalia. Kwa hiyo kama mechi mitatu wakaniangalia, tukacheza mechi pale, wakaridhika, wakanipa mkataba wa mwaka 1.5. Kwa hiyo nimekaa TF kama miaka 2. Kwa hiyo mpaka 2016 nafikiri ndio tulitengana. 2016. 2016. Okay, kwamba moja ya matukio ambayo yalikuuma sana ni mechi kati ya Stars na Algeria. Tulifungwa goli nyingi pia na yenyewe, lakini ilitokana na sisi wenyewe plani zetu na zilikuwa haziko sahihi, kwa sababu bahati mbaya ni Mswahili, unapotoa ushauri kwenye federation hawakutilii maanani, yani wanaona huyu mwenzetu. Kama angekuwa mzungu angesema vile pengine angechukua hiyo. Wenzetu Algeria
kuna wachezaji ambao wana mikataba, wanacheza professional, wana mikataba ambayo inawafunga kucheza away games za Algeria. Kwa hiyo wanabaki pale pale Algeria pale. Kwa hiyo nyinyi mtawakuta pale. Kwa hiyo sasa sisi tumemaliza kikosi chetu chote hapa. Tumecheza. Alafu wenzetu wamekuja na ndege ya serikali. Wamaliza mechi usiku ile wakaondoka. Ile mechi kwa narudia baada ya siku 3. Sasa sisi tukangojea tulale hapa, tukalala. Asubuhi tukaanza kuondoka, tumepitia Uturuki. Kutoka Uturuki pale tukakuta transit. Tukalala tena hatukulala hoteli, tumelala ndege ilikuwa asubuhi. Tumekaa pale hapo, tumezunguka, tumelala kwa lounge pale. Asubuhi tunaondoka pale, tunakwenda sasa Algeria. Algiers pale. Tumefika pale, tukapokelewa, tukaenda tukafanya mazoezi jioni, tukapeleka mechi. Basi tukaingia hapo, fatiki ya uchovu, fatiki ya mechi ya huku. Alafu kuna watu wamekuja nao. Mahrezi kina nani? Mahrezi alikuja hapa. Kuna mmoja alikuwa anaitwa nani, alikuwa anasumbua sana. Alicheza sana. Wako kama wawili hivi hawakuja huku. Basi walikuwepo ndio waliingia siku ile sana kupatishia kweli. Bwana basi wakatupiga goli half time mpaka half time si goli 4. Tulichapia katupiga goli 3-7. Bwana. Lakini haitakuwa sisi tumetoka pale ile wiki ile tumechukua 7. Tunapishana na Ethiopia nao wanakuja kucheza mechi nyingine pale. Na yeye akachukua 7. Kwa hiyo zile 7 zilikuwa hamkuwa nyinyi. Hatakuwa sisi peke yetu. Hata Ethiopia nao walikupana nazo. Sawa coach, ni sababu gani zinazopelekea makocha wengi wa kizao hatuwaoni wakitapakaa kimataifa? Mimi nafikiri ni exposure, alafu pengine bado tujapata zile fursa. Wako watu wamekwenda kufundisha. Sande Kayuna amekwenda kufundisha Kenya. Kuna mmoja mwalimu mwingine hata kana kamfumo huko na kamfumo hajaye kutoka. Nani mwingine alikwenda kufundisha Botswana. Na amepata ugonjwa kama kutetemeka hivi sasa hivi. Dennis Kitambi. Nafasi inakuwa chache. Mimi nimekwenda kufundisha Oman, nimekaa mwaka mmoja. Nimerudi nikaenda kufundisha tena Saudi Arabia na Hans. Kwa hiyo tunapata nafasi ya kutoka, lakini sasa yani bado na sisi hata nchi yetu haijatengenezwa kuonekana kama inatakiwa na kuaminika kama kuna makocha wanaweza kama ambavyo ipo Ujerumani saizi, Hispania. Kwa bado ule uaminifu bado sio mkubwa kwamba, lakini sio sana, kwa sababu makocha wengine wanatoka Burundi, wanatoka Rwanda, wanakuja kufundisha Tanzania hapa. Wakati Tanzania wapo ila niseme tu kwamba nabii akubariki kwao. Unaweza kufanya vitu, wanakuja makocha mimi nawaona kabisa hamna kitu hapa. Unawaona, lakini kwa sababu unapanda ndege na rangi yake ya mtume basi. Unaona bwana, kwa hiyo unakuta anapewa priority kubwa. Kwa hiyo ni shida kubwa. Shida kubwa sana. Sawa, sasa coach, twende kwa kumalizia. Mahojiano yetu yamekuwa marefu, lakini ni vizuri na mimi mtazamaji wangu apata mambo mengi pengine hatakuwahi kuyasikia. Kama mimi sikuwahi kujua kwamba ulishai kukata ajira ya polisi ili ubaki zako huko, sababu tayari uko na ajira. Sikuwahi kusikia hilo. Tanzania 2027 tunatarajia kuhost michuano ya AFCON ambayo kwa Afrika Mashariki itakuwa ni mara ya kwanza. Unadhani kwa huu muda mchache ambao umebaki, of course sio muda mwingi kwa mashindano makubwa kama yale, ni vitu gani vya msingi sana ambavyo tunatakiwa tuwe navyo? Mimi nataka wewe, kwa sababu ni coach, tuongelee in tactical ways kwamba timu yetu tunaiandaaje kuelekea kwenye michuano hiyo mikubwa, angalau tusiwe washiriki tu kila miaka. Kwanza ni kweli unachokisema, tuna host mashindano kwa maana ya kwamba tunashirikiana na Kenya na Uganda. Kama ambavyo tulifanya majaribio kwenye mchezo wa ndani. Lakini kwa Tanzania tunahitaji tuwe na vitu vingi, yani ili kuweza kucompete na nchi nyingine zenye wachezaji wengi ambao wanacheza katika vilabu vikubwa. Bwana, kitu cha kwanza ni kwamba zinatakiwa plan, yani strategic plan. Bwana, kwamba tufanyeje yani kuanzia sasa. Bwana, kikubwa ni kuangalia namna gani ambavyo watapata selection ya good players. Preparation yao itakuwaje? Wachezaji gani? Na kuona kwamba kama kuna wengine ambao wanaonekana wapo kwenye vilabu vingine vya nje, lakini sio vile vya chini kabisa. Wasting of resources, kwa sababu lazima upate wachezaji ambao wanacompete, wanacheza ligi ya kila siku, ambao kama tunavyoona wachezaji wengine wa Senegal. Ukiangalia Senegal wachezaji karibu wote wanatoka
nje. Lakini sisi wachezaji wetu labda wawili watatu ni Vatus na nani Msuva na huyo Samata watatu ndio wao kuona, lakini wengine wote wanatoka daraja la 4, timu za kawaida sana ambazo sasa haziwezi compete na wachezaji ambao wana level kubwa. Sahihi. Kwa hiyo tuwe na quality players, yani wachezaji ambao wachaguliwe wachezaji ambao wanaweza. Alafu iwe na utaratibu ambao kusiwe na politics ndani yake, kwa sababu unajua sisi bila kuficha tunaona kwamba timu ya taifa bila kuwa na wachezaji 7 wa Yanga, 7 wa Simba haijawa timu ya taifa. Lakini hatuangalii quality, yani wachezaji gani ambao wanakuja, kwamba kwa kipindi hiko kuna wachezaji gani wa Yanga na Simba. Kwa hiyo sio kama wachukuliwe, lakini je, kwao wanatumika? Mbona? Kwa sababu mchezaji kwa mfano anaweza kumchukua kama goalkeeper mfano. Kila siku unamwona labda anacheza Diarra, mfano Diarra. Sasa number 2 wa Diarra anaitwa nani mtoto? Michel. Sasa Michel hapati playing time. Sasa wanategemea kumleta kwenye national team. Sasa atafanya nini national team? Wakati hata timing zile za nani game time wana. Sasa mchezaji mpira. Kwa hiyo tuwe na selection ambayo nzuri, watu wachaguliwe wasi based on ujamaa kutoka timu fulani na nini, waangalie tu qualities ya wachezaji. Na kama nje kuna wachezaji ambao wana uwezo wachukuliwe. Na pia mimi nadhani labda pia hata nikishauri pengine serikali labda tuwe nafasi hii. Labda tufanye kama nchi zetu za wenzetu wengine, kwa mfano kama leo Madagascar, Komoro zimekuwa threat kwa sababu wanatumia wale wachezaji diaspora wale ambao kuna wazazi wa Tanzania wako kule wanapata makazi ya kudumu kule, lakini bado wana uraia wa Tanzania. Sasa na sisi tuwape na wenyewe na ile double citizenship. Sasa tutapata wachezaji ambao wako katika klasi za juu waenda kusaidia. Na mpira ndio una business nzuri na una income ya kutosha. Leo wanagombana FIFA huko, wanataka kuweka sheria za kuweka hela. Wanataka kuweka hela. Kwa sababu una hela, unaona FIFA anapatia nyingi sana. Na kila siku anaongeza zawadi tu mara singapi. Leo mshindi anampa dola milioni 50. Basi dola milioni 50 shilingi ngapi? Hela nyingi. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunatakiwa tujipange vizuri ili tutengeneze, tuache ushabiki, tuache siasa kwenye mpira. Sio timu inakwenda pale basi si kuna wabunge hata ruhusa hajaomba kwa speaker, wachukua ndege, mama mheshimiwa rais katoa ndege, anaipia ndege, wanakuta watu wamejazana mle, wanaenda kuongeza nguvu, ndio wanazidi kuwachosha wachezaji, wanawapa mastori na tia tension players, matukio yanashindwa kuperform. Kwa hiyo ni strategic plan inatakiwa iwepo. Watafute, tumeona wenzetu juzi, tumeangalia World Cup hapa, tulikuwa tunaangalia kwa mfano anacheza Spain. Wachezaji wale wa Spain wote wale wanachukuliwa. Unaona wako nyuma ya rais wa FIFA pale. Umeona? Wakicheza Syria wanacheza Brazil, unaona kina Ronaldo, kina nani. Sasa wachezaji wa zamani. Taifa Stars inacheza, unamwona mchezaji gani wa zamani pale mkana. Yaani ndio politics. Hata politics ndio inatuharibu. Politics inatuharibu. Otherwise tungefika mbali sana, kwa sababu Watanzania wanapenda sana mpira. Wanapenda sana mpira. Sana. Lakini sasa tatizo timu haifanyi vizuri. Unaona? Na ukiangalia hata kwenye ufundi, si naangalia, unajua mimi nikiangalia mpira naangalia kwa macho matatu. Macho ya kawaida na jicho la tatu. Unaona? Kwa hiyo sasa ile jicho la tatu kiliangalia bado matatizo yako mengi kwenye ufundi wetu. Unaona? Wachezaji hawezi kukaa na mpira, hawezi kupasiana, hata pasi 5 hazifiki, wanajazana katikati, yani hakuna. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kupata proper team. Kwa hiyo ili kuwa na kuleta competitiveness lazima tuwe na quality players ambao wanaweza, ambao wanacheza kila siku na hao wazungu, kila siku wanacheza nao, wanapata experience ya kutosha. Sawa. Coach, ungepata nafasi ya kumshauri nahodha wa timu ya taifa ambaye juzi katoka kuaga, anasema kwa alipotumikia taifa inatosha, sasa apumzike ili atoe nafasi kwa vijana wengine wapate nafasi ya kuonesha uwezo wao na kuitumikia timu ya taifa. Tanzania inaelekea kwenye michuano ya AFCON. Unadhani kuna haja ya kumshauri kapteni kwamba bwana, njoo utushikie kidogo, kama kina Lionel Messi tumeona kombe la dunia, kina Cristiano Ronaldo, kwamba sawa umri wao umeenda, lakini sasa kutokana na uzito na ukubwa wa mashindano twende tukamalize, alafu baada ya hapo basi mambo mengine yataendelea. Kwanza nashukuru kwa swali zuri sana, lakini niseme tu kwamba Samata mimi ndio nilimteua kuwa captain. Na wakati namteua Samata kuwa captain nilipata changamoto nyingi sana na waandishi, kwa nini kina Kanavaro wanasema sijawaambia wakati nishawaambia. Ni vitu ambavyo mimi nilishindwa kuelewa. Samata
mimi kwa mara ya kwanza ni wakati nakwenda Afrika Lyon. Unajua Afrika Lyon inataka kushuka. Nataka kocha mmoja kutoka Portugal anataka kushuka. Kwa hiyo mimi Mo akanipa contract pale ya mwaka mmoja. Timu nikaibakisha ikamaliza nafasi ya 5. Umeona? Wakati nimefika pale nimekuta Samata anaumwa goti. Kwa hiyo mimi nikaona Samata ni mchezaji mzuri sana kwenye ile timu. Kwa hiyo nikamuomba Dr. Moyo alikuwa anaita Mwankemwa. Walikuwa Azam, walifariki bahati mbaya. Mwenyezi Mungu alimchukua. Akaenda akamtibia. Wakati tunaanza mazoezi ya season akawa amepona, kwa hiyo akawa amesaidia timu. Na kile kipindi kile amecheza ile miezi 6 ya kumalizia ligi. Simba wakamchukua. Walipomchukua Simba wala hajakaa, kacheza nusu msimu na nusu msimu akaenda zake TP Mazembe. Kakaa kule akaja kuwa mchezaji bora wa Afrika, wachezaji wa ndani. Sasa wewe kama ndio unacheza timu yako huwezi kumpa captain. Lazima umpe captain. Sasa mimi kampa captain. Nikamwambia Cannavaro huyu bana. Sisi kama sisi lazima tumpe majukumu. Kwa sababu ukiangalia wenzetu Senegal wamempa jukumu Sadio Mane. Ukiendea Egypt Mohamed Salah. Ukienda Ivory Coast Drogba. Yaani unakuta wale watu mataikuni ambao wanakaunda discipline. Kwa hiyo unawapa responsibilities. Na hata nyinyi wenyewe sasa hawezi kumchagua mchezaji wa Africa level alafu anakuja yani anakuja Tanzania alafu yeye anafuata order za mtu fulani. Na pia nampa na ile nini wanaita platform ya kumtambulisha. Yes, kumtambulisha. Alafu naye ajue kama nipewa jukumu la taifa. Sasa. Umeona? Sasa. Lakini bado nikapewa nikalalamikiwa watu pigwa maneno hapo si nini. Haya, kutoka mimi mchagua mimi mpaka ameondoka yeye mwenyewe. Ndio nahodha wa timu ya taifa. Hamna hata mtu anapongeza. Kama akisema mzungu pengine wangeona kama ndio kasema kitu cha maana. Angekuwa anapambwa sasa. Sawa, twende sasa kwenye timu ya taifa. Yaani kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea AFCON na yeye katangaza kung'atuka. Wewe hapo una mtazamo gani kwenye swala? Kwanza nataka tujiulize kwamba kuna kitu gani kimekuwa mpaka amefanya maamuzi haya. Umeona? Nafikiri kuna kitu kilitokea. Kimetokea kitu ambacho hakikufurahisha. Na labda nitumie nafasi hii pia kuwaomba ama kuwasihi watazamaji wasimjaji mtu kutokana na umri wake. Wamjaji mtu kutokana na anachokifanya. Sahihi. Samata wa miaka ile ya nyuma sio Samata wa sasa hivi. Sahihi. Hata mimi wakati namtumia nilikuwa simtumii kama ambavyo watu wanafikiria. Yani mimi nilikuwa nampa majukumu kwa sababu nilikuwa naifanyaje? Samata ndio is a player wa Afrika katika level ya juu kabisa Afrika. Sahihi. Kwa hiyo hakuna timu yote isiyomjua Samata. Sasa unapocheza nao ukiwa na mtu kama Samata, maana yake wale wana draw attention kwa Samata. Target yao ni yule. Kwa hiyo sasa Samata unapomweka pale, maana yake hata ukimwambia wewe pitia huku, pika pembeni, watamfuata Samata huko wana lose concentrate. Mtu mwingine anaweza kutumia hiyo nafasi. Kwa hiyo mimi nilikuwa natumia hizo mbinu za kuweza kujaribu kumtumia Samata. Najua hawezi kucheza dakika 90. Na kwa umri wake huwezi kumpa majukumu mengi sana. Angalia hata mfano Messi kwa kaumlike kadogo wewe sasa unapita na mpira pale kasimama yeye anatembea tu. Sasa kama kwetu Messi angekuwa anacheza anatukana. Sasa sisi yani Watanzania wabadilike. Samata nafikiri kama sikosei kipindi hapa kabla hii siku 3 hizi za nyuma hapa ilitangazwa timu ya taifa alafu yeye hakutangazwa. Sasa kama hakutangazwa maana yake tayari demoralize. Alafu sasa yeye kumbuka anacheza Le Havre Ufaransa daraja la kwanza. Sasa hivi Ufaransa kwa nini asistaafu Ufaransa aje kustaafu Tanzania? Why? Ufaransa ambako ndo kuna ligi ngumu ndo anakutana na wapinzani wagumu hajastaafu kule anakuja kustaafu. Na kwa nini kule bado wanaona mpaka leo bado wanampa hela na anacheza. Lakini sisi huko tunaona kama afai. Umeona sasa tulivyokuwa aibu mpira wa Tanzania. Samata anaweza katumika, sio lazima acheze dakika zote 90. Unaona? Dakika 70, dakika 60 hapo. Kuna kitu atakifanya. Vingine hawezi lakini ile presence yake pale itakuwa tayari ni mchango mkubwa. Ni threat kwa timu sana. Lakini sasa nafikiri walivyokuwa wamechagua timu hawakumjumuisha. Ndio maana yeye akaamua kutoa statement ya kuresign. Sasa wewe huwezi kuresign kama kuresign wale wakwambie wale wanakulipa bwana basi na umri wewe umeenda basi ndio resign huko. Lakini sasa wewe una resign huko kule na kucheza. Maana kule bado anatakiwa na wale wazungu wanajua mpira bado wanamtaka. Sasa nyinyi kwa nini Watanzania mumtaki? Unaona? Kwa hiyo sasa ni vigumu kumrudisha tena kule kwenye kurudisha nia yake. Yani kuwa na ile nia thabiti kwa sasa. Wangemwacha tu mpaka mwenyewe amesema bwana sasa basi. Na kule basi anarudi hapa na invest mwenyewe yake na
kama ni wapi Kigamboni wapi huko na. Lakini sisi tuna judge mapema. Yaani sisi hapa Tanzania mashabiki wetu sisi ni makocha wazuri sana. Mashabiki wetu sisi wachezaji wazuri sana. Wanajua kila kitu. Kila kitu, sheria za mpira zote wanazijua wao. Mashabiki ndio shida na unaingia na siasa ndani yake. Umeona? Kwa hiyo kwa Samata kumrudisha tena kumwambia hivi, sidhani kama anaweza labda tu yeye mwenyewe sasa afanye maamuzi binafsi. Na hawezi kwa sababu ameshamdhalilisha. Kwa mimi ninavyohisi kwamba kwa sababu huwezi kumtoa yeye captain, utamtoaje? Itakuwa machi tu. Utafikia time utatoka. Lakini sisi tusimzomee kwa sababu Samata anapocheza pale mkianza kuzomea huko yeye anasikia ndani. Anaelewa kama mimi hapa sipendwi. Hawanitaki. Sasa kwa nini angangania? Kwa hiyo ni vitu washabiki wetu wawe na passion kidogo. Sawa, coach, tukiwa tunaelekea mwishoni, sasa hivi tupo kwenye dirisha la usajili. Na kwa historia yako kama ulivyosema umepita vilabu vingi kama coach, sio mchezaji. African Lion tumeona Ruvu Shooting pia ulipita Nifundisha Ruvu Shooting. Mara mwisho ndio nifundisha Ruvu ndio ilikuwa mwisho. Ukatoka hapo ndio ukaja timu ya taifa za Ngorongoro. Lakini sasa hivi nimeanzisha academy yangu. Nilikuwa nataka nijue pia kwamba sasa hizi coach anafanya nini? Sasa hivi coach, sasa kabla tujafika huko tumalizie hili la usajili hapa. Kwamba sasa hivi tupo kwenye dirisha la usajili. Tumeona makelele yamekuwa mengi. Wewe kipindi kile ukiwa mwalimu, ukiwa coach sasa kwamba una timu yako na unaelekea kwenye dirisha la usajili, ni vitu gani ulikuwa unavizingatia sana kwenye kikosi chako kusajili wachezaji wapya, lakini pia na kuangalia kikosi ambacho unacho? Mimi nimekuwa kama advisor na nilikuwa na mfumo wa kwangu ambao niliupata katika elimu yangu kwamba namna ya kufanya registration na ndio nilikuwa natumia Ruvu. Kitu ambacho kwenye klabu kubwa kama Yanga na siwezi kuipinga kwa sababu ndio yenye mamlaka ni kwamba philosophy yangu ni kwamba natafuta technical staff, officials, wa mwenyekiti wa klabu, kama hana nafasi makamu wake, bwana fedha, team manager, sio nani, tunakaa kwenye panel. Tunakuwa na projector, PowerPoint, tunaweka timu yetu kwenye board, yani kwenye ukuta. Tunaanza kudiscuss kuanzia goalkeeper. Goalkeeper wetu sasa hivi ni Charles. Sawa. Haya, je, anaweza, yuko vizuri, anahitaji apate msaada. Yeye anafaa lakini tupate msaada. Kwa hiyo tunaacha afai. Tunaacha vacancy. Namba 2 Grace. Sawa. Tunamsemaje? Grace anaweza, na overlap anapiga cross. Tuandika Grace. Tayari yupo. Namba 3 si hivyo hivyo. Yaani sehemu zile ambazo mnakuwa mna shaka kwenye zile 11 ile naongezea. Sasa mnaiweka timu kwanza, ile timu yenu ya sasa hivi. Alafu sasa ile timu mlioiweka unaangalia wachezaji gani ambao wanaweza kwenda sokoni, wanaweza kuendelea. Hapo mnaweka kwanza wale ambao mko nao. Mkishamaliza sasa ndio mnakuja kuziba zile gaps ambazo mnaona kama goalkeeper ni nani sasa hivi, tumchukue Diara, tumchukue Sinani, mnamwandika pale. Kwa hiyo sasa litakuwa jukumu la management kumtafuta Diara na kumtafuta mwingine ili aweze kusajiliwa aje katika kikosi ambacho tumekiweka baoni pale. Lakini muda huo yote yanafanyika ikiwa ni maelekezo na mahitaji kutoka kwenye benchi la technical staff. Na tumeweka pale purpose ili watu wote waone. Lakini klabu ina mamlaka ya kutafuta mchezaji mwingine yote ambaye inaona anafaa kwa wao. Yaani kama wao, kwa sababu wao ndio entity, wao ndio wenye project yao. Umeona? Kwa hiyo mimi natoa ushauri. Timu yetu ikitaka iwe nzuri hii hapa. Lakini siwezi kuwazuia nyinyi mkiona mchezaji wa maana anakuja pale. Kama mmemtaka Messi, mimi niseme simtaki Messi. Sasa wewe utaonekana mdazi. Utaonekana mtu gani? Kwa hiyo ni shida ambayo ilikuwepo na mara nyingi unaweza kuona kwa mfano nilipokuwepo Yanga pale pia mchezaji mmoja anaitwa Ikpe. Striker alikuja striker. Mwili mkubwa. Alikuwa anakuja pale kavaa kapensi. Alafu kakaa kaptula, alafu kaweka sima bangili humu, kaweka Lazameni, anatembea pale, anapita kwa washabiki wa Yanga. Sasa wanasema bonge la mchezaji limeliona bwana. Bonge la mchezaji limeliona lile bwana. Wanamshindana washabiki, hawajamuona. Basi watu bwana yule bwana bonge la striker.
Mimi nikaja kuambia huyo mchezaji, mimi kaambia mleteni kwanza Mbeya tumwangalie kwenye mazoezi. Kaja pale kashinda mazoezi. Naambia pale sasa tushamchukua Gor Mahia sio nini. Kasajiliwa yule mmemwona. Kwa hiyo ni shida hizi kwa hapo. Mawakala wengi wanataka kupromote watu wao. Exactly. Tanzania sasa hivi tuna mawakala wengi. Kwanza kuja kukushawishi kuna mchezaji bwana fulani si nini na nini anatoka huku, yule anaitwa jina Kamara si nini na nini. Ukaingia ukamchukua, alafu kimtie kiwanjani pale. Shughuli hamna. Kwa hiyo mimi ndio utaratibu wangu, ndio beliefs zangu kwamba timu baki hapa, hakuna kulaumiwa. Timu ya kwanza ni hii hapa. 11 hapa. Mkimaliza 11 wale mnatafuta 11 wengine, hiyo mnaweka pembeni. Msirudie mtu mwingine pale. Mnatafuta wengine tena. Inakuwa timu ya pili. Kwa hiyo timu ya kwanza tayari mnayo. Mkipata wote wale wanakuepo pale, atakayezembea anarudi timu ya pili, timu ya kwanza timu ya pili kuja timu ya kwanza. Ndio mimi philosophy zangu kwa nafasi. Sawa, sasa coach, tumalizie na hili ingawa ni la mwisho ila si kwa umuhimu. Coach kwa sasa anajishughulisha na nini? Maana ni mara kadhaa tumeona ukiwa kitumika sana kwenye mambo ya uchambuzi kwenye kombe la dunia, ulikuwa na TBC ndugu zetu hao. Na uchambuzi wako umefanya kweli kweli mpaka mwisho wa siku mkaja mkapewa tuzo pale. Tuliona kweli na bahati tukapata na mkurugenzi mpya. Mkapata na mkurugenzi mpya sahihi. Kwa sasa kocha anajishughulisha na nini? Kwa sasa hivi unajua kocha yeye ni mtu wa mpira. Sahihi. Mimi najulikana sana kwa sababu ya mpira. Sahihi. Na watanisamea watu wengine wananijua mimi kuliko Nwino wajua wao. Sahihi. Lakini na respect na watu wengi naokutana nao unaanza kuwaona kwamba wanakuwa na suspicious kama ndio yeye ama sio yeye. Umeona? Lakini kwa sababu wengi naokutana nao naambia ndio mimi. Kwa hiyo naanza kusalimiana nao sasa kwa bwana tuko na wasiwasi bwana mimi binadamu kama yeye. Kwa hiyo imenipa platform kubwa sana. Kwa hiyo katika kustahimili ama kuendeleza mpango mwingine, basi ni vyema ukatengeneza platform kama hiyo na ili kuweza kujua. Lakini mimi sasa hivi baada ya kupata ofa nyingine ambazo wanakupigia simu wanakuambia alafu utakujulisha afa warudi, labda wanafikiria labda ni gharama kubwa sana, labda klasi ya juu sana, kumbe ni ya kawaida kutokana na standard ulizoseti bwana coach. Nadhani wanaogopa standard. Sasa wanapiga simu wanaogopa kwamba huyu bwana kapita Yanga, kapita timu ya taifa, nini Yanga kuna changamoto. Unajua na timu kama Yanga unajua ni dude likubwa, Simba ni dude likubwa sana. Sahihi. Lakini huwezi nikwambia kwa mfano kama Yanga pale wakati registration tulikuwa na wakati mgumu sana. Hali ya kuchunga ilikuwa nzuri sana. Lakini huwezi kusema. Unaona inakuwa ndani ya uongozi. Kwa hiyo masuala mengine yote tulikuwa tunayamaliza. Na mimi wakati fulani pale kama mnakumbuka kile kifusi ambacho sasa hivi wanapaki magari pale, mimi ndio nilianzisha kukijenga kile. Kuleta kifusi pale mpaka imefikia level maji yaingie ndani. Lakini sasa hivi hapa unaweza kukuta, siwezi nikawalaumu, lakini ndio yako hivyo kwa sababu wengi hawajui. Umeona? Kwa hiyo asilimia kubwa sana kile kifusi pale mimi ndo nimehangaika nacho. Lakini hakuna appreciation. Hakuna ana appreciate. Lakini wako wanachama wengine wanakuona na kufurahi wanakuja na mtoto wa nyumbani wewe bwana. Anasema japo mimi very professional, mimi sina ushabiki. Sio kama kuchangina unasikia unaongea huko sijui nini tumeachia hivi nini. It's not like that. Hiyo huo Yanga unabaki moyoni mwako wewe. Kwanza huwezi kuuona. Umeona? Ila familia yangu ndio mke wangu anapenda Yanga sana na yeye kapenda Yanga kwa sababu yangu mimi. Umeona? Yeye na mpira iko wapi na wapi. Umeona? Yeye naye kawa shabiki kindaki kwa sababu masuala yote Yanga anafanya yeye. Umeona? Kwa hiyo mimi niko tu, yani mimi nipo na mimi naangalia. Unaona, wanapokosea namwambia bwana hapa amekosea hapa hivi, umeleta kocha huyu anaonekana sio kocha. Na kweli akae hata miezi miwili kafukuzwa. Kashaondoka. Kwa hiyo ni ipo, lakini sasa shida ni kwamba tofauti na wenzetu, wenzetu wanapata respect yani. Wewe umetoka Yanga, yani ukifika Yanga watu bado huyu kuna statue yako pale sahihi. Imetengenezwa labda sanamu lako pale, huyu bwana ndo fulani, huyu alipiga trick hivi nini. Kwa hiyo pale museum size unakutana na vitu vya ajabu. Nakwambia yani shida. Kulikuwa kuna jezi moja hapa ilikuwa si kama ipo mpaka sasa Marem Chuma. Museum pale. Wana habari. Gengzi wameshaondoa tayari hataki. Sasa Morrison. Sawa coach, sasa hivi unajishughulisha na nini? Sasa hivi baada ya kuona kwamba
kuna watoto wana vipaji vingi wanashindwa kuviendeleza, basi nimeamua tu kufungua taasisi ambayo nimefuata taratibu zote, nimekwenda mpaka baraza la michezo, nimekwenda BRELA wapi nimepata vibali zote. Kwa hiyo nimeanzisha kituo changu kinaitwa Chazi Mkwasa Football Academy ambacho tunafanyia hapa Oasis Club. Kuna viwanja pale vya nyasi bandia, kuna basketball, kuna swimming, kuna michezo mingi. Kwa hiyo ndo na train pale, lakini tunafanya mara 2, Jumamosi na Jumapili. Na siku nyingine wanaita wachache ambao wanaanza na waleta nao nyumbani hapa, tunafanya nao mazoezi hapa. Lakini nimeamua tu knowledge yangu ile kuwasaidia watoto wadogo, kwa sababu ndio investment ambayo tunaweza kuisaidia serikali. Na labda serikali itumie hizi academies kuzisaidia ili tupate watoto wengi katika. Huwezi kuiona sasa hivi puti yake, huwezi kuiona sasa hivi, utaiona after labda 5 years huko ndio utaona watoto, umeona. Na hii si mara yangu ya kwanza. Kwa mfano nilikuwa na moja ilikuwa inaitwa Pangolin, ilikuwa Leaders Club pale. Nilikuwa nawafundisha watoto kina Msuva hawa na wengine wote. Umeona, hata Msuva nimemwalika pale akaja kaongea na watoto wangu. Kwa hiyo nimeamua tu kufanya hiyo na ndio naendelea nayo. Kwa hiyo nikifika jioni nafanya nao mazoezi alafu narudi. Angalau ile knowledge inakuwa unawafundisha watoto. Unajua sasa ningekaa tu mimi naangalia sana mimi wako unapotea, na mimi na interest napenda. Umeona? Sasa cha kufanya ni kuwasaidia wale watoto wanaopenda. Kuna majirani zangu hapa wana watoto napenda sana mpira. Kuliko hata darasani. Lakini naambia kwanza darasa alafu mpira baadaye. Kwa sababu huwezi kuwa na decision nzuri kama akili yako wewe haijatulia. Kama iko vizuri. Sasa wewe una mapepo tuchezaje mpira? Lazima ukae ufikirie yote decision nzuri, hapa panafaa hapa fai. Lazima na uelewa mzuri wa elimu. Ukiwa na elimu nzuri, na hata ukiangalia wachezaji wote ambao wamepata mafanikio mazuri, ukiangalia background story zao, wamefika form 6, wamefika form 4. Elimu ipo kidogo. Na wale ambao wengine hata elimu hawajafika mbali. Na ndio walikuwa pengine kwenye mitaani kwa kuonekana ndio master zaidi. Kwa hiyo mimi nimeopt tu kuwafundisha watoto. Kwa hiyo tupo tunaendelea, tunafanyia hapa Oasis hapo. Kwa hiyo ikija ofa ya ligi kuu bwana, tunakutaka mwalimu bwana, uje timu yoyote ligi kuu. Sasa hivi naona stake hautaki tena. Unajua nilipata shida. Nilipata shida sana, nilipata pressure kubwa. Mpaka kabidi niende India kufanyia treatment. Kwenda India ilikuwa very serious case. Lakini sema tu Mungu ndiye aliniongoza na nikavuka salama. Nikavuka salama nikarudi. Sasa hivi almost na miaka zaidi ya 8 kutoka nimefanya operation kubwa. Kwa vitu pressure nyingi utaki sasa. Sio kama uzitaki, lakini usizitafute. Wewe ridhika na vile ambavyo tuko tuna familia tuko yetu. Kama nilivyokuambieni hapa tulikuwa na watoto wote. Wawili wote hawapo wote. Tumebaki mimi na yeye tu tuko hapa na kijana msaidizi wetu na dada mmoja mpisha ameenda likizo. Lakini tulikuwa tu 4 tu. Kwa hiyo tuna dada yetu anasema ni boyfriend na girlfriend. Sasa utafanya nini sasa? Chaka miaka 37 si tu. Kabla hapo kwa sababu tulikuwa tunakaa kama uchumba sugu. Miaka 4-5. Hapo baadaye tukawa na wacha tuende kanisani. Tukahalalishe. Kwa hiyo toka hapo tunaendelea, family zetu zote zinaelewana. Wahehe wakuja kwa Waruguru kwa Wahehe. Basi. Kwa hiyo tunaendelea. Sawa, kocha, tumalize na hili. Yes. Una ushauri gani kwa kijana ambaye anaiona ndoto yake kwenye mpira, lakini ukiachana kijana ukija kwa mchezaji ambaye anakaribia mwisho naye anaona taaluma yake kwenye ukocha? Watu wawili hao ningetamani wasikie neno kutoka kwao, kwa sababu wewe umepitia pande zote. Umepitia kuwa mchezaji kutoka kijana kabisa mpaka kuwa mchezaji mkubwa, nahodha pia wa timu ya taifa. Lakini pia baada ya pale ukaja tena kwenye ukocha na ukafanya vizuri. Ni watu wachache sana wanaofanikiwa kwenye mambo yote haya. Tena umesahau nilikuwa katibu mkuu Yanga pale. Kuna kipindi na kiongozi pia. Kiongozi. Kwa hiyo nimeongoza Yanga kama yani kwanza hajatokea mchezaji, amekuwa mchezaji, amekuwa kocha, amekuwa team manager, amekuwa assistant coach, amekuwa katibu, amekuwa nani tena mwingine? Nahodha wa timu ya taifa. Timu ya taifa na nahodha wa Yanga. Nahodha wa Yanga. Hajatokea. Ni mimi nimeweka hiyo record pale. Kwa hiyo nadhani kijana au mtu ambaye anakaribia kumaliza soka lake sasa hizi atatamani asikie lolote kutoka kwako. Unajua kitu kimoja kwamba
kumpa mtu elimu kama sort of a wito, unajua. Unaweza kuwa wewe mwalimu lakini umecheza sana mpira lakini huwezi kuwa mwalimu, kama vile Pele alivyokuwa. Sahihi. Hawezi kuwa, au hata Maradona alijaribu lakini hakuwa. Messi hata kuongea kwake kama nusu awe bubu. Sahihi. Umeona? Yaani kama yani anahangaika na ulimi wake, lakini Mungu amempa talent ambayo kubwa. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mchezaji mzuri sana lakini sio kocha mzuri. Umeona? Kwa hiyo inategemea na namna ambavyo wewe utakavyokuwa unavyoreact na ile niseme nini, taswira sio taswira sasa. Yaani kama ile hulka au kipawa cha Mwenyezi Mungu, yani anakupa ule uwezo kuelezea kitu fulani. Napata wakati mwingine napata shida hapa nyumbani, kuna nikiwa naongea hata na simu mfano. Yaani mimi nataka nikizungumza kitu kiwe, yani nimekisema mpaka kimekuwa ni umekilainisha vibaya mno. Sasa mbona si unatakiwa useme hivi, na mimi ndio nishazoea hivi. Kwa nisema hivi. Na ndio maana kwenye uchambuzi, nilipokuwa kwenye uchambuzi huwa mimi nachukulia picha kwamba wanayetazama wote sio wote wanajua. Sio wote wanajua mpira. Kuna wengine siku natangaza wewe pale ndio anaanza kuangalia. Siku ya kwanza anakuona. Hajui mpira ni nini. Umeona? Kwa hiyo unajaribu kusema kitu kile ambacho kama layman wanaelewa. Umeona? Kwa hiyo ndio mimi mara nyingi wanafanya hivyo. Kwa hiyo siwezi memorize vitu vingine vingi, sio walisema kaga hivi na hiyo acha vijana wadogo. Lakini sasa hivi tutakuelezea yani ile namna gani ambavyo unatakiwa uhalisia wa kile kinachoonekana. Kwa mtu yote asiyekuwa na asiyekuwa na uelewa, unamuelimisha ili aweze kujua kitu gani. Kwa hiyo kwa watu ambao wanakaribia mwisho wa maisha ya soka sasa. Sasa uliniambia kwamba tuangalie wale ambao wanataka kucheza na wale ambao watoto na wale ambao walishamaliza kucheza wanaingia kwenye stage nyingine. Ni kujiwekea malengo. Kwanza wale wanaoanza kucheza wanatakiwa kuwa wawe na uvumilivu wa kuweza kuvumilia tabu za mpira, kwa sababu mpira una shida yake ni mazoezi. Sasa uwe mwepesi katika kufanya mazoezi na uwe na moyo wa ule moyo wa yani wivu wa kimaendeleo, sio wivu wa kufanya roho mbaya, wivu wa kimaendeleo. Kama yule anafanya hivi, fanyeje? Na pia labda kuwasihi wale wachezaji kwamba kila kitu anachokifanya hata kama kwa majaribio akifanya katika training, kwa sababu ukifanya kwenye training kitu ambacho unakijaribu utakimudu, kitakusumbua utakimudu, lakini kwenye mazoezi. Lakini ukija kusema ujaribu kitu kwenye mechi utashindwa, watu watakudisqualify. Umeona? Kwa hiyo mimi nawasihi kwamba wawe serious, wakazane katika mazoezi, katika bidii, wasikubali tu mazoezi yale ya mwalimu peke yake, if possible na wenyewe nao wafanye mazoezi ya ziada ili kujiweka vizuri katika utimamu wa mwili. Umeona? Kwa vijana wa sasa hivi. Na wale wakubwa sawa, kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba unaweza kuwa coach mchezaji mzuri lakini sio kocha. Na unaweza kuwa sio mchezaji mzuri lakini kwa kocha mzuri sana. Kina Mourinho kwa sababu anajua jinsi gani kuweza, lakini utamuona tu kuna vitu fulani anavimisi. Unaona kabisa kwamba huyu anasema hivi lakini anamisi kitu fulani. Tumetoka kuongea na coach mambo mengi sana, lakini tungetamani pia agusie soka kwa upande wa timu za wanawake. Wewe ndio ulikuwa kocha wa kwanza kuipeleka Twiga Stars WAFCON. Si niko sahihi? Sahihi. Ndio. Kwa namna ambavyo ulikuwa wewe na sasa hivi mambo yapoje? Yaani kuna ile kwamba labda kipindi hicho kuna vitu ulikosa, sasa hivi kuna vitu vipo, au hali unaona iko sawa sawa tu kama kipindi ambacho ulikuwa wewe upo? Ni kweli unachokisema ni kwamba mwaka 2010 nilipewa jukumu la kufundisha timu ya wanawake. Sahihi. Kitu ambacho sija practice. Hujawahi kufanya. Kabla hapo lakini nilikuwa nafundisha timu ya under 17 na watoto wadogo. Lakini wakanipa timu ya wasichana. Sasa nikaanza kutrain, nikaona vitu vingi sana ambavyo vinawapa changamoto. Na vingine mpaka leo bado vinawapa shida. Lakini nadhani kutokana tuna maumbile ya wanawake. Tuliweza kufanya vizuri, tukashinda, tukaingia kwenye mashindano yalifanyika Afrika Kusini. Bahati mbaya kwa sababu hatukuwa na wigo mpana wa wachezaji. Tulikuwa na timu mbili, nafikiri tulikuwa tuna Ambulati Queens na
timu nyingine ilikuwa inaitwa Borat Queens na timu moja inaitwa Mlandizi imekuja baadaye. Iko Dar es Salaam hapa. Borat Queens. Sawa, endelea tu hapo. Kwa hiyo ilikuwa timu mbili, Borat Queens na nenda nikumbuka baadaye tutataja mtu edit. Sawa. Umeona? Sayari Queens. Sasa anza hapo kwamba tulikuwa na timu mbili. Tulikuwa na timu mbili, Sayari Queens na Borat Queens ndio ilikuwa inatoa wachezaji wengi kwenye timu ya Twiga. Na nafikiri wawili watatu kwa kutoka Arusha, alikuwa na timu fulani kwa wasichana pale. Lakini kitu ambacho kilinifanya ni tupate mafanikio mazuri ni kwamba wakati wa mazoezi tulikuwa tunafanya mazoezi uwanja wa Karume pale, na kama ndio ilikuwa Karume, na mara nyingi nilikuwa nawachezesha mechi za kirafiki na timu ya under 17 wakati ule wa kina Thomas Ulimwengu kina na waamuzi walikuwa hawa ambao wanachezesha sasa hivi kina wadogo wakina nani hawa watoto sasa hivi wadogo kina Sasi alikuwa bado walikuwa wanajifunza uamuzi. Sawa. Wakina unaweza kusahau majina kitamu kidogo. Walikuwa ndo wanajifunza kutoka kule jeshini nani hapa kule kama unakwenda Mbagala pale jeshi la nani pale. Wana kituo cha watoto walikuwa wanafundishwa. Wakina nani hawa majina yao yameshanitoka sasa hivi. Ndio wanafundisha sasa hivi ligi kuu watoto hao. Ndio walikuwa wanakuja kuchezesha mechi, wanakuja kuchezesha mechi zile za kirafiki za watoto wasichana wale na wavulana. Kwa hiyo ndio tumeanza kuwaona pale, kumbe kuna watoto wanaweza kuchezesha, ndio wakawa wanachezesha zile mechi watoto wadogo. Lakini ndio tulianza pale, hatukuwa na mchezaji kutoka nje, hatukuwa na mashindano ya ligi kwa nini. Sasa hivi kuna ligi, kuna mchezaji kutoka nje, kwa hiyo na wigo, hata ile wigo tena umepungua. Yaani umeongezeka kwa timu nyingi zinashiriki. Wakati ile kwa timu 8 tu, zikaja timu 12, sasa hivi timu 16. Kwa hiyo kadri unavyoongeza nafasi za kucheza kwenye mashindano haya na timu zinazidi kuingia kwenye lakini tulikaa nayo, tukaenda kwenye Africa Cup, AFCON ya wanawake. Alafu tukaqualify tena tukacheza kwenye Olympics, tukaenda kucheza All Africa Games Maputo. Tukashinda nao tukaingia kule, lakini hatukufanya vizuri kwenda kwenye kimataifa kwa sababu tulikuwa hatuna base. Lakini sasa hivi timu zipo nyingi, jeshi wana timu, Sinano wana timu, timu ziko nyingi, kwa ligi inaendelea, na ligi wakati ulikuwa hakuna. Kwa hiyo sasa hivi kuna urahisi kidogo wa kuweza kupata wachezaji wengi. Lakini tulikaa nao, walikuwa na shida, na shida yao kubwa nyingine ambayo mpaka sasa bado ipo, mfano kwanza kuruka juu tunakuwa na changamoto. Alafu la pili, anapoamua kufanya kitu yani hawezi kubadilisha, yani kuona kama hii inaweza kuwatani kamuumiza. Yani akiamua, wewe unaweza kupiga kichwa, maamuzi ni hayo. Yeye akiamua kuja kutaka kupiga ile mpira kwa mguu, atapiga kichwa chako na mpira na mguu. Kwa hiyo kama ni mwanamume anaweza akafika pale akaona hapa tamuumiza, akagaili. Kwa hiyo kuna hicho kitu bado nakiona bado kipo. Akiamua kuingia anaingia tu, hajalishi. Lakini sasa hivi of course kidogo walimu wamepata wengi, wanafundishwa, wana ligi, exposure wachezaji wa nje nao wanakuja nini. Kwa hiyo ni hatua nzuri, na wapongeze Twiga kwa watu waliofikia mpaka sasa hivi. Na naamini kabisa kama watakaza vizuri boots zao vizuri, wanaweza kufika mbali, kwa sababu mpira sasa hivi ni una mapinduzi makubwa sana. Hakuna timu itarajia kama Malawi kuwafunga Nigeria. Sahihi. Kwa hiyo vitu ambavyo vinawezekana. Sawa, tumalizie. Mimi nilikuwa na labda na maoni kwamba wimbo wetu wa taifa una beti mbili. Sahihi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Sasa tunapoiombea Tanzania, maana yake tunaitaka Tanzania ifanye vizuri. Tukiombea Afrika maana tunaombea na adui zetu tunaombea. Kama unacheza na Nigeria maana yake umewaombea wote, alafu Mungu kuja Tanzania. Sasa hata huyo Mungu pengine kashasikia sauti ya kwanza ile, apeleze anasikiza nchi nyingine kule. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba na wabunge, yani nilikuwa nafikiria kwamba ni vyema tukabaki na column, yani beti ya pili tu basi. Very short, very clear. Mungu ibariki Tanzania, watu wake, viongozi wake wote.
Lakini Mungu ibariki Afrika, maana na adui yako unamwombea naye afanikiwe na mnagombea kitu hicho. Alafu sisi kwa nini? Alafu mimi kwa fikra zangu zinavyonituma ni kwamba kipindi kile hii beti ya Afrika iliwekwa kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa nchi za mwanzo kupata uhuru. Kwa hiyo tulipopata uhuru tukasema tuwaombee na wengine. Sasa hivi wote wamepata uhuru. That's right. Umeona? Kwa hiyo sasa washapata uhuru nchi zote. Basi sisi tujiombee wenyewe. Tuende mbele. Kwa sababu tutaombea na nchi nyingine zina vita. Kwa hiyo ndio maana tuletea wadui hapa. Basi bwana mtazamaji wetu wa Daily News Digital, tulikuwa pamoja kuanzia muda ule mpaka sasa ambako tunaelekea mwisho. Tumshukuru coach kwa muda wake. Coach, tunashukuru sana bwana kwa muda wako, na tukikuhitaji tena usichoke kutupokea. Karibuni sana. Usichoke kutupokea, na naamini mtazamaji atakuwa amepata mengi ambayo hakuwahi kuyasikia. Unajua tofauti yetu ni kwamba coach unapokuwa kwenye yani ile ni mechi tu imeisha, umehojiwa, basi utakachoulizwa ni mechi tu. Bwana matokeo yalikuwaje? Lakini wasaa kama huu ndo tunapata wasaa wa kujua vitu vingi. Basi tukushukuru sana coach. Asante, nashukuru sana. Na kama ulivyosema sisi tupo kuweza kuhabarisha Watanzania, na hii bahati nzuri imekuja kwenye kusaidia kuunganisha. Watu wengi hawajui historia. Unakuta hata hivi vilabu vikubwa kuna migogoro mingine, watu wengine hawajui mambo ya mwaka 75 80 hawaelewi. Watu wanaona tu kazaliwa sasa hivi basi yeye anajua ndio kila kitu kimeanzia kwake. Sawa bana, ulikuwa nami Alpha Abdallah 16 box to box midfielder maestro. Nipe pasi mbovu nikupe nzuri. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, lakini kufika mwisho ni mwanzo wa vipindi vingine. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwenye mitandao yake ya kijamii, pamoja usiache kusubscribe channel yetu ya Daily News Digital.